Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa majina ni mamake FB. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Leo tujiandaa kwa masomo ya misa Ijumaa katika oktava ya Pasaka. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Hakuna wokovu kwa mwingine ila kwake yeye. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Petro na Yohane walipokuwa wanasema bado na watu, makuhani, mlinzi mkuu wa hekalu na Masadukayo waliwajongea wakiwa na chuki, kwa sababu waliwafundisha watu na kutangaza ufufuko wa wafu upatikanao katika Yesu. Wakawakamata na wakawatia gerezani mpaka asubuhi, kwa maana ilikuwa jioni. Lakini wengi wao waliosikia neno waliamini, na idadi ya wanaume ikakaribia 5,000. Asubuhi yake wakubwa wao na wazee na waandishi walikutana Yerusalemu. Pia Anasi kuhani mkuu na Kayafa na Yohane na Aleksanda na wote wa ukoo wa makuhani wakuu waliwaweka katikati, wakawauliza, kwa mamlaka gani au kwa jina la nani mmefanya hayo? Hapo Petro akijaa Roho Mtakatifu aliwajibu, enyi viongozi wa watu na wazee, tukihojiwa leo juu ya tendo jema tulilomfanyia mtu mgonjwa, tuseme namna alivyoponywa, basi mjue ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa ameponywa kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha. Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo hilo mtu huyu mwenye afya aweza kusimama mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lililokataliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa kiungo cha pembe. Wala hakuna wokovu kwa mwingine ila kwake yeye, kwa maana wanadamu hawakupewa jina jingine chini ya mbinguni iwezalo kutuokoa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 118 mstari wa kwanza na wa pili na 4, kisha mstari wa 22 hadi 24, 25 hadi 27. Kiitikio: jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. 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 Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa, fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana waseme, fadhili zake ni za milele. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana,
nalo ni la ajabu machoni petu. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Jiwe walilokata waashi, limekuwa jiwe kuu la pembeni. Bwana, tunakusihi utuokoe. Bwana, tunakusihi utufanikishe. Barikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tunakutukuza kutoka nyumba ya Bwana. Bwana ni Mungu naye ametuangazia. Jiwe walilokata waashi, limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jiwe walilokata waashi, limekuwa jiwe kuu la pembeni. Haleluya, 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 haleluya. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Haleluya, 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 haleluya. Somo la Injili Yohane sura 21 mstari wa 1 hadi 14. Yesu akaenda akatoa mkate akawapa na samaki kadhalika. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Wakati ule Yesu alijionyesha tena kwa wafuasi wake kando ya bahari ya Tiberia. Alijionyesha hivi: walikuwapo Simon Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanieli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine 2 wa wafuasi wake. Simon Petro aliwaambia, ninakwenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, nasi tunafuatana nawe. Basi wakatoka wakapanda chombo, lakini usiku ule hawakupata kitu. Asubuhi kulipopambazuka, Yesu alisimama ufukoni, lakini wafuasi hawakutambua kuwa ni Yesu. Yesu akawauliza, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, hatuna. Basi akawaambia, tupeni wavu upande wa kuume wa chombo na mtapata. Wakatupa wavu na wakashindwa kuuvuta kwa sababu ya wingi wa samaki. Hapo yule mfuasi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ni Bwana. Mara Simoni aliposikia ya kuwa ni Bwana, alijizungushia nguo, maana alikuwa bila nguo, akajitupukiza baharini. Wafuasi wengine wakafuata katika chombo, wakivuta wavu uliojaa samaki, kwa maana hawakuwa bali na nchi kavu, yaani yapata dhiraa 200 tu. Waliposhuka pwani, waliona moto wa makaa na samaki juu yake, pia mkate. Yesu akawaambia, leteni baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simon Petro akapanda chomboni, akavuta wavu ufukoni uliojaa samaki wakubwa 153, hata haukupasuka kwa uzito wao. Yesu akawaambia, njooni mle chakula. Hakuna hata mmoja wa wafuasi aliyedhubutu kumuuliza,
wewe u nani? Maana walijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaja, akatoa mkate, akawapa, na samaki kadhalika. Safari hii ilikuwa ya tatu ya Yesu kujionyesha kwa wafuasi wake tangu kufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.